Fani yetu ni adimu sana na ni fani muhimu katika nchi yetu, maana bila nyie vyumba vya upasuaji yanakuwa majengo mazuri yasiyoweza kutoa huduma sahihi kwa Watanzania. Serikali ya awamu ya 6 imeendelea na kuendeleza juhudi za kuboresha na kuimarisha huduma za dawa za usingizi na ganzi, na kwa kununua mashine za kisasa hadi ngazi za vituo vya afya, uimarishaji wa rasilimali watu kwa kusomesha madaktari bingwa na bingwa wabobezi, hasa katika fani ya watoto, kuweka kozi za muda mfupi ili kuzalisha watoa huduma katika ngazi ya msingi. Juhudi zote hizi zinakuja na changamoto zake, kuwa bado tuna uhaba mkubwa wa madaktari bingwa na madaktari bobezi katika fani hii. Aidha, watoa huduma waliopo katika ngazi ya msingi wamekuwa bado ni wachache, na katika uchache wao wanapata changamoto mbalimbali katika kuhudumia wagonjwa. Mkutano kama huu ni fursa adhimu kutukumbusha wajibu wetu, kupunguza mapungufu tulionayo katika utekelezaji wa kazi na kujadiliana namna bora za kutatua changamoto ndogo tulizonazo katika kutekeleza majukumu yetu ya kila siku. Mkutano unatupa fursa za kutafakari uchache uliopo kati ya taaluma hii muhimu na kutoka na mbinu mbalimbali za kuongeza idadi na si hivyo tu, idadi ya wataalamu wenye uweledi wa kutosha. Tuwekea vifaa, theater zipo, mashine za kutoa dawa za usingizi zipo, monitor zipo, dawa zinapatikana. Bado na changamoto kwenye idadi ya watu wa huduma. Nchi kama nchi, madaktari bingwa dawa za usingizi hatuzidi 100 kwa population au kwa idadi ya watu ambao ni kama milioni 60 na kwenda juu. Itakiwa tuwe na watu kama 5 wanataaluma kwa kila watu 100,000. Sisi tuko 100, kwa maana yake tunatakiwa tu kama 2000, 1000 na kuendelea, kwa bado hatujafikia. Na ukija kwenye wanataaluma kutoa dawa za usingizi kwa watoto waliobobea, tunao 5 tu katika nchi. Watu 5 katika nchi. Kwa maana yake huduma hizi zinatolewa kwenye hospitali za taifa au hospitali za kanda. Kwa ukija kuangalia wale watoto wadogo waliozaliwa mpaka wengine ambao wanahitaji dawa za usingizi kwa ajili ya upasuaji, wengi hawapati huduma za kibingwa, hawapati huduma za specialist. Kwa kama nchi bado tuko mbali sana, tunahitaji tukimbie, tuache kutembea. Kama sana. Yes. Tukihitaji kuongeza specialist, maana kupata obsession ndio wanaenda kubobea tena kwenye kutoa huduma za usingizi kwa watoto. Na ukija tena kwenye upasuaji wa moyo, tunahitaji specialist wa watoto kwenye watoto. Kwenye upasuaji wa ubongo hivyo hivyo. Kwa bado tuko nyuma sana. At least kuweza kupata hata hii layer ya pili, madaktari bingwa walibobea kwenye watoto wanaweza kanga wakaenda kusubscribe. Kwa kama nchi tuwaombe serikali, wadau wetu wa afya, wananchi wenyewe tuipige debe kwamba tunahitaji hawa watu wa huduma za dawa za usingizi, specialists, na vile vile tufikie kupata wabobezi kwenye dawa za usingizi kwa huduma za watoto, upasuaji wa watoto. Na ili tufikie huko, inabidi tujitoe, tuhakikishe kwamba angalau kila mkoa kwa kuanzia uwe na specialist wa dawa za usingizi na ganzi ambaye ataweza kuhakikisha kwamba watoto wanapata dawa usingizi salama, akiwa mahututi wanapata ICU care ambayo ni salama. And then from there tukitirika mpaka kwenye wilaya, kila wilaya ikiwa na mtaalamu mmoja, angalau unaweza kusema kwamba ile lea kwanza kutoa huduma salama kwa watoto tutakuwa tumefikia. And then baada hapo tuweze kuwapeleka mmoja mmoja waweze kubobea. Tunashukuru serikali ya awamu ya 6 imejitahidi kuwapeleka watu nje, na ndio maana tumepata wengine 5 ambao wamepata ufadhili wa shirikisho la watu wa dawa za usingizi ulimwenguni WFSA, chama chetu pamoja na wenzetu ambao wanatoa mafunzo katika Afrika. Na mkakati ulionao kwa saizi ni kuhakikisha kwamba tunaanzisha mafunzo nchini. Kwa saizi upasuaji wa watoto tumeshaanza super specialization training ya upasuaji. Tungetaka ile iende sambamba na watu wa dawa za usingizi. Maana ukimtrain upasuaji akabobea, lakini mtu anayetoa dawa za usingizi na critical care hayupo, unakuwa unafanya kama vile mambo hayaendi. Utakuwa unatoa huduma nusu nusu. Kwa tungetamani kama watu tumeanzisha upasuaji wa watoto
kwa ubobezi na dawa za usingizi twende vile vile. Kwa serikali tushike mkono kupitia vyuo vyetu vilivyopo nchini, nao wenzetu tuanzishe hizi fellowship kama sio kwenye vyuo rasmi, hiyo mafunzo kwa vitendo ambao wataweza kusoma hapa nchini na kusoma nje. Wataalamu tayari tunao, hospitali tunazofanya upasuaji. Kwa tunahitaji mwongozo wa serikali kuhakikisha kwamba wanatupatia support ya hali na mali na kuhakikisha kwamba wanaofanya mafunzo wanatambulika na wanapewa stahiki zao. Athari ni kubwa sana za upungufu wa madaktari wa kutoa dawa za usingizi, kwa sababu kada hii kidogo ina changamoto ya watoa huduma ni wachache, hasa kwa upande wa madaktari, lakini tunajitahidi kuongeza training kwa madaktari na wauguzi pia. Lakini pia athari ni kubwa kwa sababu kundi la watoto wanahitaji uangalizi mkubwa zaidi kuliko kwa watu wazima. Kwa hiyo hii gap ambayo madaktari ni wachache, hasa ambao wanadeal na watoto, inapelekea kuwa na complications nyingi sana kwa watoto, na pia operation nyingi za watoto wakati mwingine zinashindwa kufanyika nchini. Kwa hiyo inawalazimu watoto pia kwenda nchi za nje kutafuta huduma hii ya kitaalamu ya operation na pia ya dawa za usingizi na ganzi. Kwa hiyo tunaendelea kutrain madaktari wengi zaidi ili waweze kutupa huduma hususan kwa watoto, na pia kuongeza wigo huu wa utaalamu wa kutoa dawa za usingizi kwa watoto. Naitwa Dr. Amos Zakaria, ni daktari bingwa wa dawa za usingizi na ganzi. Nimebobea kwenye upande wa watoto. Ninatoka hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya. Madaktari kwa ujumla wanapaswa kuandaliwa wakingali bado wanasomea ile degree yao ya kwanza. Kwa hivyo kama madaktari wa dawa za usingizi na mabingwa bobezi pia tunahakikisha kwamba wanafunzi wanaanza kuhudhuria katika department ambao ni idara zile zinazohusika na utoaji wa dawa za usingizi na ganzi mapema zaidi, na kujaribu kuwapa tunasema ile hamu na kuambia kwamba tatizo nchini ni kubwa. Tunahitaji watu wengi zaidi wakaweze kusomea udaktari bingwa wa kutoa dawa salama za usingizi na ganzi. Kwa hivyo jitihada hizi kwanza ni kwa walimu wa wanafunzi wakingali kabisa wakiingia katika vyuo, hilo tunalifanya. Lakini pia baada ya kumaliza masomo kuna ule mwaka wa mmoja ambao wanautumia kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo. Hospitali nyingi zimeanza kuwa na utaratibu wa kuwachukua hawa madaktari ambao sasa wamemaliza miaka 5 kuanza kupita kwenye idara hii, idara ambao pengine katika hospitali nyingi inakuwa imesahaulika, ya utoaji wa dawa za usingizi na ganzi. Tunafikiri tukiwaandaa mapema watafikiria na watakuwa tayari huko mbeleni sasa kusema acha nisisomee udaktari bingwa wa wanawake, nisisomee udaktari bingwa wa magonjwa ndani, acha sasa nikasomee udaktari bingwa wa dawa za usingizi na ganzi. Kwa nadhani hilo ni jukumu letu sisi kama walimu kuweza kuwatia shime na kuambia kwamba uhitaji huu ni mkubwa na njoni sasa tuweze kujiunga pamoja. Kuna uwezekano kama huduma ya dawa za usingizi na ganzi sio salama, waweza ukapewa na akapata madhara, na madhara yale yakasababisha mgonjwa kupoteza maisha wakati wa zoezi la upasuaji. Sasa nataka niliweke hapa vizuri, mgonjwa anayekufa wakati wa upasuaji sio kwamba shida pekee ni dawa za usingizi na ganzi. Yaweza ikawa ni kwa sababu ya upasuaji, pengine amevuja damu nyingi sana, lakini pia hizi dawa tunazowapa yaweza zikasababisha, kama hazijatolewa kwenye njia salama, mgonjwa kapoteza maisha. Ndio maana tunasema ni kitengo nyeti ambacho hakiwezi kuruhusu kosa hata dogo tu, kwa sababu kosa likiwa dogo kwenye hii kada yetu unapoteza maisha, lakini kosa likiwa dogo kwa mtu ambaye amechomwa kasindano tu au anakatwa kwa kidole, basi kidole hakita kuwepo, lakini ataendelea kuishi. Sisi ni nyeti kwa sababu kosa dogo tu linagharimu maisha ya mgonjwa na anakuwa hayupo duniani.